Bismillah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Leo bwana tunakutana tena kwenye Kijiwe episode ngapi jamani? Hata sijui sikumbuki. Si ya 5. Lakini inaweza ya 5 inaweza kai kutoka kuliko hata kwa sababu moto wake. Basi itakuwa ya 4. Ya 4. Hata hujaanza unaweza kusema moto. Bwana ndugu zangu karibuni. Sauti inaingia lakini pale. Katika episode yetu ya 5 na leo bwana tunataka tuzungumze jambo moja muhimu sana na adhimu ambalo limekuwa likiongelewa na vijana na watu ambao wanataka fedha, matajiri. Jambo lenyewe ni la forex. Forex trading. Umeona? Retail forex. Retail. Ni retail forex trading. Okay. Ni market ambayo ilikuwa mpya kwa miaka kadhaa, kama miaka kadhaa nyuma ilikuwa mpya, lakini baadaye vijana wengi wakaingia, lakini sasa hizi imekuwa maarufu. Imerudi kwa kasi baada ya interviews kadhaa zimefanyika hapo. Wamepoteza bilioni 1.7. Watu wamestuka. Mtu kapoteza bilioni afu bado anapumua. Kuna mtu nilikuwa nasoma comment, kwa mtu anasema yani mtu kapoteza bilioni 1.7 bado yani yuko well composed. Sio hela yake. Kwa sababu sio hela yake. Anaongea vizuri. Kwa sababu sio hela yake. Kupoteza 200,000 tunachanga. Mafua. Wewe poteza hata milioni 10 lakini iwe ya watu wengine. Alafu poteza milioni 10 iwe ya kwako. Uone tofauti. Maadamu na kwa. Sasa sisi tunataka tuliangalie hili jambo kwenye Islamic perspective kama kaida yetu ya Kijiwe. Na limekaaje hili jambo na tunaliona. Sasa moja kwa moja labda mimi nianze kwa wale watu ambao hawafahamu, probably tuwape introduction. Labda nimuulize Twaha kwa haraka yeye anaweza akatupa insights, labda tukisema forex tunamaanisha nini? Ngoja kwanza wewe anaanza kuanzia mbali. Sio kama nanyi mshaye ku trade yani. Mna declare tu kama ninyi mshaye. Mimi nishaye ku trade. Ushaye kufanya forex. Katika ujahili wangu sio wote mimi sijaye kufanya forex. Mimi nakubali amekuwa muendani na nyakati, lakini mimi nakubali katika ujahili wangu nishawahi kufanya. Katika ujana wetu. Sasa nyuma. Sasa swali lako. Nyinyi ni watu wazuri wa kutueleza. Watatuelewesha. Forex kiufupi kabisa, yani tuseme in layman's term bila kuingia kwenye technicality. Foreign exchange pale ambapo unabadilishana fedha za kigeni, na Tanzanian shillings unataka kwenda USD, ile ni forex trading. Online retail forex trading ni sasa hapo kuna platform ambapo unapoenda kubadilisha zile fedha kwenye ile platform. Umeelewa? Lakini sasa ukiingia kwenye technicality, tofauti yake kubwa ni nini? Huku duniani ukienda BOD change, una change hela kama hela. Tunakupa USD, unanipa Tanzanian shilling on spot on spot tunakupa hapo napeana. Lakini tukija kwenye mitandao ambao forex mitandao, una trade either una trade derivative, not real USD, una trade derivative ya USD, au una trade ile kitu inaitwa contract for difference. Yaani unaingia mkataba na broker wako kwamba mimi nitanunua kiasi fulani cha US dollar, alafu baada hapo tutakuja kusettle difference. Unaposema derivative unamaanisha nini? Derivative maana yake ni kama kwa mfano leo hii tunajua US dollar ni shilingi 2600. Tunakupa tu nini kama mfano 2000 ya Tanzania shillings. Sawa? Kwa mimi naweza nikaingia kwenye mtandao nikatengeneza kitu ambacho kinafuatilia US dollar derivative. Ta derive value from US dollar lakini sio USD. Inaweza kuwa index, inaweza kuwa future. Faida ni kutegemea kwamba ile thamani ya ile pesa kama itapanda au itashuka. Ama itashuka. Maana yake ikishuka umepata hasara, ikipanda unapata faida. Hizo derivatives ni haramu kwanza. Kwenye derivatives ni haramu. Kwa hiyo kama ndani ya forex kuna hicho kipengele. Kwa hiyo ya point ya kwanza kwamba ni haramu. Kwa sababu wanazuoni walio wengi wamekubaliana kwamba kutrade kwenye derivatives. Hebu tulia. Sasa tujifika tambaya. Kutrade kwenye hizo derivatives ni haramu. Nisikilize. Umezungumzia kama kiondoa issue za leverage, umezungumzia either na trade derivatives, ndivyo? Nakwambia kwa mujibu wa wanazuoni ni kwamba, na kwa mujibu wa sharia ya miamala ya kifedha ya Kiislamu, kutrade kwenye derivatives au derivatives ni haramu. Hizo swaps, futures, forwards, index, umeelewa? Ni haramu. Lakini ndani yake kuna issue za riba. Lakini trade kitu ambacho ni halisia. Kwa mfano hizo futures na forwards, umeelewa? Ni kwamba kuna conditions ambazo zinawekwa ambazo ndani yake zinakusanya riba, zinakusanya mambo mengi ambayo kwa mujibu wa sheria hayakubariki. Lakini Twaha, katika watu wanao trade retail, 90% ya watu wanao trade retail hawafanikiwi.
Hiyo ni statistics ipo. Statistics ambayo ipo kabisa. 90 80 mpaka 90. Mbona tunaona kwenye mitandao watu tunaona wakiwa wamefanikiwa. Hasa kuna vitu viwili. Kwanza kwenye mafanikio ambayo sitakaa nikaa hapa na wasema forex traders, lakini kuna namba moja. Kuna ushai kuona YouTube yule mtu anayefundisha jinsi ya kutengeneza pesa. Anaweza pesa nyingi kwenye course ya kufundisha kutengeneza pesa kuliko kutengeneza pesa yenyewe. Hiyo nayo inanichanganya. Kwa hiyo kuna hao forex traders ambao wanapata kipato kikubwa kwa kupitia kufundisha. Lakini pia kwa kitu cha demo account. Na initially mwanzoni ni ngumu sana leo hii mimi nikituma screenshot kujua kwamba hii ni real au ni demo, lakini ni kama wanatengeneza nataka natengeneza, lakini unapotaka unapoanza kutaka kujifunza unapewa demo account maana sio hela halisi, yani unapewa mwilani unakuwa na kiasi fulani kama cha pesa unapewa cha uongo kwa ili ujifunzie. Sasa unapata faida kubwa kule, unaweza kazi screenshot zile faida na pale unapo screenshot pale ambapo inapoonyesha trade na hela, hakuna sehemu inayokuandikia kwamba hii ni demo au real. Kuna sehemu, kuna page ukienda utaenda utaona mzee, lakini sasa mwanzoni nilikuwa naonyesha hiyo kwa haraka haraka. By the way, kabla tujaenda mbali, wakati nyewe mna trade mlikuwa mnajua kama ni haramu ama hapana? Bado ni haramu. Sasa ndio fursa kwaje ukaanza kutrade? Wanataka utajiri haraka haraka. Ulikuwaje ukaanza kutrade? Unajua bwana, kipindi kile unajua wimbi ndio limeanza kuingia. Nakumbuka nilikuwa chuo mwaka wangapi? Pili sio tatu. Mwaka wa pili wa tatu. Nakumbuka alikuwa amerudi kutoka China. Mbona tukaanza kutafuta. Tulisikia mitandaoni, then tukaanza kutafuta. Sisi tulitafuta mpaka mwalimu ukawafundisha. Tukamlipa maana yake. Tukamlipaga, tukaendaga kwa mdogo fulani kwa kaga Magomeni, umeona? Tukamtafuta anatufundisha. Sasa alivyokuwa anatufundisha, unajua unakuwa interested, Unajua mara nyingi mwalimu wa forex anakuonyesha mafanikio. Umeona? Au anakuonyesha watu ambao wamefanikiwa. Ndivyo umeona? Sasa uzaje. Kwa sisi wenyewe alikuwa anaonyesha sisi tukawa tunakuwa hype. Kwa hiyo tukawa tunajifanya na juhudi. Tunataka kitabu hichi. Mimi nimesoma vitabu vingi sana vya forex. Kwa hiyo tuzunguka hawa. Wakataka tajike peke yao. Wao wanazunguka kwa nyuma. Nimesoma vitabu vingi sana vya forex. Na katika vitabu vingi ambavyo nimesoma, my favorite one ilikuwa ni Forexia. Iliandikwa jamaa mmoja anaitwa Forexia. Ni kitabu ambacho kina strategies ambazo anazungumza. Lakini all in all, baada ya ujahilia, ukiacha hata na ujahilia, mimi nikaja kuconclude kwamba forex bwana ni gambling, ni kamari. Kwa nini unahisi forex ni kamari? Kama mbali, lakini pia nilitaka ni preface, kuna baadhi ya watu ambao they make money out of that. Wapo percent, ndio maana tumesema 90%, lakini 10% kwa sababu hata sisi kuna siku ulikuwa unatengeneza pesa. Na kuna siku nyingine ulikuwa unapoteza pesa. Lakini ukijumlisha obviously unakuja na net, lakini kuna watu ambao nimewaona ambao wao walikuwa ni profitable. Lakini ndio tunasema lazima kutoka kuna watu waliofanikiwa na sasa ndio kamari, kwenye kamari ndio. Hata kwenye betting exactly. Kuna watu ambao wanafanikiwa. Kwa hiyo kuna wananchi afu na kanji. Unaona. Kwa maana yake we acknowledge kwamba kuna watu ambao wanafanikiwa kwenye forex. Makanji walikuwepo. Pengine labda mliacha kwa sababu hamkufanikiwa. Labda kama mngetoboa mngeendelea. Mimi kikweli yani hiyo forex ilivyo. Umeona kuna vitabu vingi vya kusoma. Yaani nikawa unachukua degree nyingine. Na ili uweze kuelewa. Wanangu wasi wana akili sana. Wanaitwa wakaingia, wakaelewa. Nimeuliza swali la msingi kwamba kama wangetoboa maana yake wasingeacha. Mimi hapa nimekuja kuacha. Amesema ndio. Mimi hapa mimi nisinge wewe baada ya kupunwa sana ndo baada ya kuliwa sana, alafu pia baada ya kuwa nalio sana sasa nikaanza kufikiria critically. Nikaanza kuuliza vile vitabu sasa, nikaanza kuwa nafikiria sasa kwa nini watu wengi wanapoteza? Hii biashara ni incredible. Yaani huyo alichoangalia, ngoja niambie. Alipoliwa sana akaangalia. Kuna uwezekano nitakuja kula. Inawezekana ndio beyond. Kama umeangalia sawa naliwa. Lakini kama naliwa sana kuna uwezekano naweza nitakuja kula huko mbele, niendelee. Lakini hapo ndio kaanza kuja kugundua kitu sasa. Kaja kugundua kitu ambacho nilikuja kugundua kwamba kwanza ukiwa na hela ndogo. Yani ukisema hela ndogo maana kuanzia $10 mpaka labda $500. Ni ngumu sana kutoboa kwenye forex. Ngumu sana. Investment yako inatakiwa iwe kubwa. Investment yako inatakiwa iwe kubwa. Na unajua kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa wanaitaga kama tu unakumbuka zile retest sijui zile. Test. Yaani kwamba unaweza kawa una hela yako umepredict kitu sahihi. Kwa sababu kwenye forex kinachofanyika unatakiwa ubai au usell. Umeona? Unaweza kubai na katika kubai inawezekana ukawa correct sana kwenye kubai. Lakini kuna kitu kwa kinatokea. Umeona? Kabla ile prediction yako ya buy kwenda inarudi kwanza chini. Umeona? Sasa ikiwa inarudi, umeona? Inabidi uwe na kiwango kikubwa cha kuhimili kule kurudi kwake. Umeona? Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba inarudi mpaka kiasi cha kwamba wewe lako inaisha. Imerudi mpaka imebaki. Mpaka imebaki sifuri alafu inaenda kule inapotakiwa kwenda.
na hiyo ni katika kila trade ambayo unayoiona. Lakini cha muhimu sana, ukiachana na hiyo, cha muhimu cha msingi sana, mimi nimetafuta source zote, sijui nani ana control ile market wise, umeona, panda na kushuka, sijui nani ana control, nani ambaye ana regulate zile bei na nini. Sasa ndio soko demand supply, soko huria au anazungumzia huko nyuma, yani huko nyuma. Wewe unasema kuna mchezo unachezwa na sio soko lenyewe. Ndio. Kuna soko, kuna watu wanatengeneza pesa. Kuna watu wanatengeneza. Ndio maana wanazungumzia brokers. Mimi sijaondoka kwa sababu yeye hata kama yani hajaacha kwa sababu ya profitability. So maana yake anayo sababu ya msingi ambayo ilimfanya profitability was an issue kwangu, kwa sababu I had seen successful forex traders. Kwa sababu nilikuwa niko nao. Nilikuwa naona uhalisia. You can make money. Lakini ni sawa, yani you can make money kwa sababu hata sasa hivi kuna profitable gamblers. Kuna wajua. Kuna watu ambao ni profitable gamblers. Lakini nenda kwenye makasino ukaona huko. Sisi tuna dogo pale nyuma ofisini kwetu pale. Ukisema hivyo utakuwa utabidi ukate. Hatukutaja watu. Nazungumzia tu kwamba wapo. Kwa maana yake point ni kwamba profitable. Very profitable. Ana beti mpaka milioni 4. Beti mpaka milioni 4. Strategy yake tofauti na watu wengine. Namna ya kubeti. Yaani hadi kwenye wanavyosema watu wa forex wana hela nyingi, hadi watu wa kubeti kuna watu wana hela nyingi sana. Basi nisubiri. Lakini hiyo havifanyi kwamba havifanyi kwamba forex au betting ni halali. Yes. Ni haramu hata kama kuna watu wanapata. Ndio. Kwa mimi nikiendelea ni kwamba mimi the reason kwa nini niliacha sio kwa sababu ilikuwa ni haramu. Ni kwa sababu nilishaanza kufika ile level ambayo nilikuwa naona sasa naweza kutoboa. Lakini nikawa naogopa kitu kimoja. Nikaanza kutoboa alafu ngaja kuambia ni haramu. Inauma, ni ngumu sana. Pale ambapo unapokuwa profitable trader, alafu unaambiwa kwamba hii yote ni haramu. Kama kuna watu saizi wataona hii itakuwa ni ngumu. Kwa mimi nikasema nilipofanya research yangu. Na uzuri wa Uislamu, ukienda kusearch mtandaoni, ukiandika music za haramu itakuja, ukiandika music za halali itakuja. Kwa hiyo ukiandika na forex za haramu itakuja, na ukiandika forex za halali utakuja. Kwa mimi nilipoandika zile za haramu kwa sababu halali sina haja mtu kuniconvince ni halali, kwa sababu katika kusikiza zile haramu na nini nilikuja kuondoke nikazisikiliza zikaingia kichwani. Baada ya kuongea tukajadiliana na vijana wangu, na kuna shehe wetu mmoja tu wa Ramadhani, tukajadiliana ambaye sasa hivi ni katika watu wanaotafuta elimu kwa kiasi cha juu. Tukakubaliana bana, hili jambo tukajumlisha na maumivu yake. Hili jambo bana kiukweli alijakaa kihalali. Mimi sikuondoka kwa sababu ya kufeli kama huyu, mimi niliondoka kwa sababu ya fresh tu. Mimi nilikuwa fresh, unapoteza fresh. Kwa sababu ya background yangu pia nilipotoka taasisi zilizofanya kazi, exposure ilikuwa ni kubwa kidogo. Kwa lakini otherwise nimeondoka kwa sababu ya uharamu wake. Kuna pointi tu anazungumza kuhusiana na wakati ana search, ukiandika kwamba ni halali unapata. Wakati mimi nasoma nimeona sehemu kwamba kuna Islamic vision of online forex trading. Watu wanajaribu tu. Hiyo sasa hiyo ni kujibu. Yaani maana yake wakati forex inaanza na hii tulikuta kulikuwa kuna kitu cha commission, swap, ukilaza trade zile. Hata zile zikawa zikapigwa makelele. Wana save zipo? Sasa ndo nakuelezea. Zile sasa zikapigwa makelele, zile ni riba kwa sababu kumbuka kwenye forex kuna leverage ambao unahesabika kama mkopo. Kwa kama ukipewa hela na broker alafu akakuchaji commission, maana yake si riba. Kwa hiyo wachokifanya ma forex broker wote wakaamua wakasema bana, wakatoa. Kwa hiyo sasa hivi ukitrade ni unakatwa, hamna hela ya broker inayopita pale. Ndio inaitwa Islamic version. Lakini swali lingine kama najiuliza, ili uwe na Islamic compliant product lazima una sharia board. Lakini ukienda hawana sharia board hawa forex brokers. So maana yake kutuambia kwamba kuna Islamic vision ya online forex haikidhi vigezo vya Islamic sharia compliant. Kwa walaghai tu watu ambao wanataka ni kuirekebisha. Yaani mimi kwanza nataka niulize swali hapo kwamba hiyo system ya kwamba broker anakupa ile leverage. Umeweka $100 anakupa $1000. Si ipo mpaka sasa hivi? Ipo mpaka sasa hivi. Si ndivyo? Hata zamani kulikuwa kuna makato yalikuwa yanapita pale yanaonekana. Yale makato yameondolewa. Kwa hiyo tunajaribu kwenda kuongelea sasa. Yameondolewa kwa brokers wote. Mabroker wengi. Kwa mara nyingi hata wanaofundisha zamani kwa kwamba ukikutana na broker ana swap au ana commission, achana naye. Hiyo ni riba. Lakini kuna mabroker hawana swap, hawana commission, hawana chochote. Yaani ukiingiza $100, ukitoa $150 naitwa kama ilivyo. Zamani ulikuwa unakatwa labda $10. Watengenezaji faida. Sasa tunaingia step ya pili. Ndio tuambie sasa. Sijui mimi program inaanza faida. Unaona balaa. Yaani wewe umeweka $100, uharamu mwingine akakupa $1000. Ukafanya biashara ukapata 50. Alafu ukaitoa ile 50 yako. Na ile 100 yako bado vile vile fresh. Sawa. Iko pale pale haijaguswa. Wewe unatoa 50 yako unaendelea na maisha. Kesho unaingia tena na trade 100 yangu natoa 50 nyingine naitoa. Kwa tunajuza hapo broker anapataje pesa? Yaani ni kabisa kwa broker unafanyaje?
Mwarabu atakuwa broker. Tena ndevu hizo kwa broker. Unajua kwenye ile pesa kwanza, definition ya ile pesa ambayo unapewa hiyo leverage au mkopo ambao unapewa. Yaani kwanza ni nini yani? Umeelewa? Ni nini? Nakumbuka anatengenezaje pesa. Ni nini yani? Yaani hiyo mtu anakupa shilingi 1000, anakupa hiyo dola 1000 baadaye kwa dola 100. Anakupa kwenye mkataba gani? Kwa sababu kwenye sharia lazima broker anatengeneza faida kwa jinsi nilivyokumbuka ni kwa ajili ya ile spread. Wakati wewe unaingia sokoni kwenda ku execute trade yako. Let's say umeamua kwamba unataka kubuy USD TZS. Tunajua kabisa 1 USD sasa ni 2700 TZS. Na pale unaona sasa ndio hii hapa. Lakini ukiwa unaingia exactly broker hata kuweka katika ile price 2700. Kama utabai atai mark up chini kidogo. Maana 2500. Maana yake ndio faida yake. Faida yake yeye ndio kama unabai nini sasa? Yaani kama ukiwa unanunua ile apate faida inabidi wewe apeleke odako kwa 2200 lakini wewe utainua kwa 2695. Kwa hiyo ile difference ndio ya kwake. Ndio inaitwa spread. Ukibuy let's say ukitaka kusell baadaye kwa 2700 atakuwa 2705. Ile 5 ndio ya kwake. Na sasa ndio nilivyokumbuka kwa maana kama ndio hiyo spread. Kwa hiyo inaonekana hivyo ndo namna anavyoweza. Ndio maana ameweza kutoa zile commission na bado akaendelea kusurvive kama broker kila siku. Kwa hiyo si restrictive kama utashinda au utashinda yeye spread yake anayo siku zote. Yaani kuna ambiguities nyingi kwenye biashara. Umeelewa? Yaani kuna kitu kimoja. Kwanza ile ndo narudi pale kwenye ile pesa utakayopewa na broker. Contract yake ikoje? Anakupa kama mkopo, anakupa kama mtaji au anakupa kama msaada. Umeelewa kama kijana wangu umekuja anataka kufanya biashara, chukua buku hii hapa. Kwamba ile buku ukiitumia, umeelewa? Unamrudishia vipi? Akikupa kama mkopo maana yake inatakiwa urudishe ile 1000 kama ilivyo. Na ile faida itakayopatikana pale ni ya kwako wewe. Sio ya kwake. Hausiki. Akikupa kama mtaji ni kama mmeingia mnafanya biashara. Sawa? Mnagawana faida. Ukipata hasara pia mnagawana. Na hasara pia mnagawana. Lakini anakupa kama msaada ni kwamba ukipata faida sawa, ukipata hasara kwako. Na urudishi ile pesa. Ile pesa urudishi. Sasa nyinyi broker apataje hasara na yani kifupi kumbuka mtaji wako ndo unaliwa sio mtaji wa broker. Kama let's say nikupa mfano kama akikupa loan. Kama ikiwa kuni minajili ya loan kwa maana kwamba anakupa leverage ya 1 to 1000 maana yake ukiingiza dola 100 unakuwa unaweza kutrade labda dola 100,000, si ndio? Kumbuka ile let's say inafika dola 100 kwa dola laki. Sio dola 100 kwa dola 1000. Leverage kwa hiyo leverage. Kuna leverage ya 1 to 1000, 1 to 2000. So kila dola yako moja ina trade sokoni kama dola 2000. Okay. Kwa hiyo wewe chukua umeweka dola 100 maana yake 2000 200,000. Kwa hiyo wewe kila wewe una trade kama una 200,000 na sio dola 200 yako ulioweka. Changamoto yake ni nini hapo? Yaani ukitrade hivyo maana yake either utapata faida kubwa sana au hasara kubwa sana. Faida kubwa sana, faida utairealize. Faida tunajua inaga kikomo. Lakini loss ambayo unaweza ukaitengeneza wewe ni 200 tu na sio ya ile lako. Ya ile lako. Ile lako kishaliwa. Ile lako kishaliwa maana yake na trade ndio imeishia hapo. Ile na kutrade. Uweze na kutrade. Yaani maana yake kwa mfano umepa dola 100,000, si ndivyo? Maana yake broker anakuwa amekuwekea kwamba wewe dola 100 yako ndio utachezea ile. Si ndivyo? Umeelewa? Kwa hiyo ukianza kuliwa yeye ameshakuwekea kiwango. Huyu aliyo mpaka 100 mwisho. Hasara yake ni 100. Kisha 100 na cancel pale uweze kufanya biashara. Wewe broker anakuleta maana yake faida limited. Faida kwako mwenyewe limited. Faida limited ndio ni ya kwako. Kwa hiyo inabidi ile hela ni kama vile hajakukopesha sasa. Kwa sababu haiko katika miliki yako. Kama hakuna level ya kupoteza yani. Kumbuka tumetoka kusoma kitu. Kwa nini naanisha hiyo discussion? Kwa sababu kwanza ukiondoa hivi kwamba kama tukishajua je ni mkopo ni mtaji au ni msaada, then unatakiwa ujue kwamba kila kimoja hapo kati hivi vina masharti yake. Umeelewa? Kama anakupa kama mkopo maana yake kama kuna kitu anakiongeza, kwa mfano yeye ana benefit kwa sababu moja hapo yeye anakupa kama mkopo afa make conditions. Conditions hivi una trade kwenye account yake. Umeelewa? Wewe kama anakupa hela akupe na ruhusa ukatrade sehemu nyingine yote, lakini anakupa kwa sababu wewe uko ndani yake. Kwa hiyo yeye kuna benefit ambayo anaipata. Na benefit yoyote ambayo anaipata mkopeshaji, kwa hiyo mtu ambaye amemkopesha ni riba, ni haramu. Umeelewa? Sasa kama anakupa kama mtaji ndio tuje kuangalia sasa mtaji na condition zipi. Umeelewa? Anakupa kama mtaji alafu anawekea hasara apate yeye apate hasara. Hasara unapata wewe peke yako. Na hiyo inakuwa haramu. Ni haramu ndio. Kwa sababu hakuna nini hapo, hakuna ile profit and loss sharing haipo.
Umeelewa? Anakupa msaada. Anakupa kama msaada. Je, ni kweli ule ni msaada? Sio, kwa sababu dola 100 yako ndio inaliwa, sio hela yake. Na maana yake ni kwamba wewe amekuwekea condition kwamba hawezi kukupa ile dola 1000 au dola 100 mpaka uwe na dola 100. Umeelewa? Kwa hiyo kwa condition zote kama msaada, kwa sababu huwezi kutrade bila kuwa na hela nyingi. Kwa hiyo lakini lazima una dola. Sawa, yani ili uweze kutrade. Anaponipush kisa anipushia kwenye akaunti yake. Ndio. Umeelewa? Ndio nasema kwamba kwa namna yote ambavyo atavyokuwa amestructure kwenye condition zote hizi tayari hii issue tayari ni haramu. Inafanya kwanza hiyo inafanya forex inakuwa haramu. Ngoja nizungumze wazi. Inafanya forex inakuwa haramu. Sema online retail forex. Okay. Online retail forex. Yani hiyo forex trading ambayo watu wengi wanajua ni forex trading inakuwa ni haramu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mazingira. Hicho kipengele cha kwanza. Tunamaliza cha kwanza cha broker. Kipengele cha kwanza cha broker. Na ile hela jinsi ya kutrade. Kipengele cha ambacho mwanzoni kule nyuma kulikuwa na hizo issue za derivatives na tukasema derivatives ni haramu vile vile. Kwa maana yake trade real USD na trade derivative of USD ambayo ni haramu. Ni haramu. Kwa maana yake hiyo step ya kwanza ni haramu. Bado kuna nyingine na kuongezea. Kama wewe broker anakata ile nini commission si ni interest si nini anakukata. Kwamba kuna kitu wewe amekupa ile pesa alafu kuna commission ambayo anaikata. Commission anaikata muda gani? Anakata commission wakati unaingia au anakata commission wakati gani? Ukimaliza kufanya nini? I think swap ni trade kilala. Ile swap ni ile una trade kilala ikaamka asubuhi, imepita usiku midnight, imeamka asubuhi bado trade yako iko live, anapitisha muamala wake. Sasa kama amekupa mkopo, kila anachokata ni kitu gani? Wanaita commission. Commission kwenye mkopo? Commission na wewe hamna commission kwenye mkopo. Yeye anachotakiwa kufanya ni kwamba mimi nimekuja na dola 100 yangu. Si ndio akate hiyo commission kwenye ile dola 100. Umeelewa? Haiwezekani akate kwenye dola 100, mimi niendelee kufanya na makubaliano kwamba bana kila utakuwa unafanya transaction, kwa mfano ukiuza, ukipata faida mimi nitakuwa nakata 100%. Umeelewa? Umefanya hivi mimi nakata, yani ndo nita commission. Sio commission ni kwamba hata kama sifanye transaction as long as hela milala, yeye anakata hela. Sana anakula ule mtaji wako. Sawa. Umeelewa? Wanangu ambao haramu tena. Mambo mpaka wakaelewa na wakafanya. Watu watumia akili nyingi. Umeelewa? Watumia akili nyingi. Lakini ndio maana ukiingia kule wanakuchanganya kukupa vitabu vingi. Wanakuchanganya kukupa vitabu. Hii huwa anaongea kwa hisia. Kwa uchungu sana. Mwanetu kapigwa sana. Ndio mimi nakwambia huyu alifikiria. Kwa nini alifikia? Kwa nini alitafuta namna lenga? Bwana anapigwa sana. Kuna namna naweza nikaa. Akaona haipo. Akaona haiwezekani. Watu tunakuja kauli kwamba hakuna pesa ya rais. Alafu kuna kitu kingine kwa umesikia? Kuna kitu kingine kwamba wewe ni fundi mpaka unataka ufundishe watu, yani maana yake una uwezo wa kufanya nini, wa kutengeneza hela kwa kufanya kuchora ma resistance manini ma tangents matakataka yote ambao wanayo, sio? Wewe kwa nini upoteze muda kwenda kufundisha? Ule muda kwenda kufundisha watu, usingekaa chumbani unakula hela. Kuongeza zile pesa. Yaani ungekuwa una trade tu. Kwa nini chumbani kwako una trade unaingiza mihela? Lakini inaonekana kufundisha ndo biashara yenyewe. Unataka kufundisha ndo biashara yenyewe kwa sababu watu wanapata hela kwa kufundisha. Inawezekana nao pia wale matrader wamejaribu kama wewe. Wakaona hapa mna tunayokula. Kwa hiyo kifanya nao wanachaji hela nyingi sana. Milioni 1, milioni 5 kwenda kusoma hiyo kozi. Yaani nje dola 700. Ndipo nadhani wanatengeneza pesa nyingi kwenye kufundisha kuliko kwenye kutrade kwenye. Si ndio, yani ndo anachokisema Choro. Kwamba kama kutrade ndo kuna hela, kwa nini wewe unakimbia kwenda kufundisha? Mimi na kaza chumbani sitaki kitabu na mtu mimi. Na trade. Napata mihela kibao, lakini kuna post juzi alipost Venga. I see, yani nimemkubali sana jamaa. Alizungumza, alisema kwamba duniani zingebaki option mbili tu, kwamba kwa dereva bodaboda na kwa forex trader. Yeye angekuwa dereva bodaboda. Kwa sababu kuna future. Kwa sababu kuna future. Forex trading kwa sababu ni biashara ambayo inafanywa. Ndio maana mimi nakwambia forex ni mbaya kuliko hata betting. Kwa sababu betting inajulikana ni mbaya. Betting ni haramu na forex ni haramu. Unaelewa? Lakini ukija kwenye namna uharamu wake unavyokuja, yani kwenye ile impact inavyokuja. Kwenye forex eneo huyu alikuwa ameliwa na mtu mwingine aelewe ameliwa. Lakini kwenye betting kwa mfano anabeti kwenye mpira. Unamwona goli ile hapa kapiga nje. Unajua kwa nini nimeliwa? Umeelewa? Yaani wewe kazi yako kwenye banda la mpira kwa tukana wachezaji. Umeelewa? Lakini kwenye forex ni kwamba hata wenyewe walikuwa waelewi wanaliwaje. Na ndio maana mimi nasema muda mwingine inawezekana
Yule broker anawazunguka wale watu wake. Poa, mimi inawezekana kweli hicho kitu. Kweli. Broker anawezekana anawazunguka. Inawezekana una trade against broker. Yaani broker ndo una nani? Kwa broker anakuangalia watu washinde ili aweze kuattract watu. Si kama nini? So kuna michezo ndio kuna michezo ambayo huwa inafanyika. Hata kuna michezo ile ya nini zuka na nini kitu kama hivyo ambavyo labda mnachangia shilingi 1000 afu baadaye anapatikana kamari zote hizo. Hiyo bahati nasibu inajulikana kwa clear. Huenda pengine pia kwenye yani inawezekana wewe nishakuelewa. Wewe unasema kwamba alafu tunamtoa mmoja kama shujaa ashinde. Kwenye masystem huko. Sasa huko hatujui. Yaani ni ngumu lakini yani jamaa lo design ile system watumia akili nyingi sana. Kwanza kuaminisha, unajua kuaminisha watu wengi, watu wenye akili timamu mpaka waje kukubali. Sio kitu rahisi kuaminisha watu kwamba yani mtu mpaka mtu aje aingie kwenye biashara. Sio jambo rahisi. Lakini wameaminisha hawa ndugu zangu mpaka wameingia. Sasa kama ameweza kufanya hivyo, anaweza kufanya vitu vingi sana kwa nyuma. Usitufanye sisi tuonekane watu ajabu. Kuna biashara matikiti unaijua. Sasa matikiti ndio sawa, naijua. Kwa sababu kipindi kile sisi kama vijana tulikuwa tunajaribu kutafuta namna ya kutoboa. Namna ya kutoboa kibao. Sasa wewe ngoja. Tuanze taratibu. Wewe ndiye tajiri mmoja wa Forex. Nani? Bilionea wa Forex. Tajiri kwenye hii nchi, matajiri 10 wale wanajulikana. Tajiri mmoja kati ya wale 10 ambaye ametajika kwa Forex. Watakwambia industry ya Forex haina hata 15 kwa bongo. Hiyo sio tatizo. Yani sio issue. Wewe sikiliza. Hakuna tajiri asiyefanya Forex. Ngoja bwana, sikiliza hiyo story yako unaletea. Ngoja nikwambie kitu. Balesa anauza unga tunajua. Umeelewa? Unga wa sembe. Anauza unga Balesa anauza unga wa sembe, anauza unga wa ngano, anauza juisi, anapata hela. Ngoja tutaenda huko. Mo anafanya biashara nini? Anauza juisi, anauza siju katani, anauza maji. GSM anauza maji, anauza nini? Matajiri hao. Mbona yule jamaa yule kwenye hisa Macha anafanya ana biashara yake ya hisa. Umeelewa? Nyinyi mmekuja maana sisi tutatoboa kwenye Forex. Yaani nyinyi mnakwenda against hata na principle. Mnaona kabisa watu wanapata hela kwenye logistics. Subiri nitakuelezea. Sawa. Hao wote uliowataja wana department za treasury. Sasa wewe unazungumzia kwa sababu wale wanapofanya zile biashara zao, unaelewa? Kwa sababu kuna muda mwingine wanatani na watu kwenye currency nyingine tofauti. Na ndio maana kisheria katika sheria ya dini ni kwamba kufanya biashara ya currency sio tatizo. Umeelewa? Yaani hizi bill change au benki wanavyokuwa wanauza sio tatizo. Na ndio maana ukikutana na mtu anasema benki inapataje faida? Benki za kisema inapataje faida? Kuna forex pale inafanyika. Umeelewa? Wanauza zile dola kwa shillings, wanauza Japanese yen, wanauza hizo GBP. Umeelewa? Wanapata faida. Sheria ipo na katika zile studies za OFI ni study ya kwanza kabisa inaitwa buy sort. Umeelewa? Ni kutrade kwenye nini? Kwenye currency na conditions zimewekwa. Kwamba ili uweze kutrade kwenye currency kuna condition hizi hapa utazifanya. Lakini hiyo sasa hiyo retail forex trading ambayo nyinyi mnaizungumza. Hiyo ndio inavunja hizo sheria. Na ndio maana haramu na ndio maana haifanikiwi kwa sababu kuna vitu hapo wamevileta ambavyo vinakwenda against na nature. Umeelewa? Na ndio maana kuna baadhi ya wanazuoni wamesema hata wewe unaanzisha kampuni kazi yako wewe unauza tu dola, yani wewe unaka dola imepanda. Umeelewa? Yani nyinyi kuna muda na kikundi cha wenzio mnazichukua dola zile mnazihold, mnafanya ihtikari, umeelewa? Mnakuja kuziuza. Ni haramu pia vile vile. Umeelewa? Ni haramu Kuna baadhi ya watu kwa hiyo ni speculation kama dola itapanda naenda kununua dola kwa ajili ya kukaa nazo. Yaani sio kwa ajili ya kukaa nazo kwamba speculation. Wewe unavyoenda kuzichukua zile dola kule kwenda kuzinunua ndio unazipunguza kwenye soko. Umeelewa? Wewe ukishazipunguza kwenye soko maana yake automatically dola zitapanda bei. Umeelewa? Hiyo ndio ihtikari ni sawa na huyu anavyokusanya mahindi kibao na kuyaficha. Ni kuficha chakula ndio afu anakuja kuuza baadaye. Sasa kuna tofauti lakini. Hiyo kuna ile ambayo chakula kipo kingi wakati huo hiyo tutazungumza siku nyingine. Lakini hebu subiri sawa. Soko ni mahindi. Turudi wala ziko nyingi. Dola ziko nyingi na ziko bei rahisi. Dola zinakuwa nyingi. Ziko nyingi zitashuka bei. Bei imeshuka. Imeshuka mpaka shilingi ngapi? Subiri. Mfano sasa dola mpaka 2600. Imeshuka mpaka shilingi 2000. Sasa nadhani dola kwa shilingi 2600 ndio bei yake halisi. Subiri. Nao uwezo wa kununua. Nimenunua mimi labda nimenunua zangu dola 100 kwa mfano. Ili nikae nazo. Kwa nini wewe ngoja? Mimi nishakuuliza swali lako hapo. Hata kama akiba. Hata kumeta dakika. Baadaye dola imepanda mpaka shilingi 3000. Kwa nini ukae na kwa nini wewe uchukue dola kwenye mzunguko wakae nazo ndani wakati watu wanazihitaji wewe unakwenda kufanya biashara? Akiba ya nini? Akiba peleka benki. Umeelewa?
Yaani uchukue akiba kwenye dola wakati wewe dola zile uzitumii. So mtu ananunua gold anakaa nayo asubiri kipanda. Sasa gold hatuitumii. Gold ni mali. Umeelewa? Na ndio maana watu Bitcoin wanakutana na hiyo fatwa kwamba Bitcoin unaitreat kama mali. Umeelewa? Unakana kama mali kwa sababu hakuna transaction unaweza kufanyia. Umeelewa? Na gold ni mali, umeelewa? Lakini wewe unajua bisa dola watu wanazihitaji. Kuna watu wanataka kununua mizigo nje wanahitaji dola. Serikali inahitaji dola. Kuna simu mtu anataka kusafiri anahitaji dola. Wewe dola umezibeba unaenda nazo ndani. Gold unaenda kununua. Umeelewa? Hiyo swala ndio subiri. Unataka kununua nini gold sasa hizi? Umko Osman Bey. Wewe kuuliza. Umesema hivyo. Kwa hivyo, je, mimi nikiamua kukaa na TZS pia ndani tofauti. Ngiamua kukaa na TZS kwa nini ukanazo? Yaani mtu akisema subiri. Kwanza watu wakisema mtu anakaa na. Kwanza Uislamu unakataza kukaa na yeye. Kumbuka Yesu. Subiri. Kama huyu akimaanisha tukisema tunakaa na USD maana yake naenda kununua USD naenda kuweka kwenye akaunti yangu mimi ya USD. Je, hiyo ndio haramu au ni kutoa cash kwenye mzunguko nikae nazo mimi physically? Yaani ni kwamba wewe umetoa cash. Ukisema ukichukua hela ukaenda kwa kwenye akaunti yako. Unaelewa ile ya USD. Ni tofauti. Umechukua USD, umetoa kwenye akaunti yako. Sawa, kwenye akaunti yako ni tofauti na ukichukua USD ukaa nazo ndani. Sababu huyu hapa tunachokongelea mtu amechukua TZS, ameenda kununua USD akakaa nazo kwenye akaunti zake. Ameweka kwenye akaunti yake ya USD. Kwa malengo gani? Ndio hivyo kama savings ili isipoteze zamani. Unaweka hela benki kwa malengo gani Ndele? Sikusave. Sasa hela inatakiwa ingizwe kwenye mzunguko. Si ndio hivyo? Na ndio wewe kumbuka sio wewe ukazungumza hapa. Mtume amesema zitumieni yani zile mali zitumike kwa sababu zitaliwa na zaka. Kuni savings ndio ataweza kuitumia benki kuizungusha. Sasa ndio nimesema ukiweka hela benki ni tofauti na wewe unavokana hela nyumbani kwao. Basi wewe unavokana hela nyumbani kwao anapunguza hela kwenye mzunguko. Kwa haruhusiwi kukaa na physical cash kuzitoa kwenye mzunguko wa benki, si ndio? Kwa kiwango kwa maana ya huyu alichokuwa anakusudia hairuhusiwi. Kwa sababu huyu atakukaa nazo, umeelewa, azisubie zipande bei. Ndio lengo lake. So unajua kuna mtu ukisema saving sawa, saving inaruhusiwa. Lakini saving kwa kiwango gani inaruhusiwa? Na saving kwa currency gani? Wewe ukaona dola ukasema unafanya saving gani? Fanya saving kana shillings. Kwa sababu ndio ambayo kuna watu wanakaa na safe nyumbani kwao, mtu anahifadhi dola, anahifadhi labda dola. Kwa lengo gani? Kwa lengo tunakuja. Innamal a'mal binniyat. Nia yako ni ipi? Nia yangu ni kuweka akiba ni sawa. Kuweka akiba? Kwa nini uweke akiba ndani? Dola 100,000. Unawekaje dola akiba? Nimenunua gold zangu, huyu atakuhamisha kwenye forex kama na namba huko ukate huko mbele huko. Rudi kwenye forex. Kuna swala moja la watu wanao trade kwenye forex wanawaita ma investor. Investor ni namba mtu hela. Mfano kama Twaha ana trade, mimi nakuja na dola 100,000 nampa Twaha anifanyie trading, anajua mwenyewe anavyofanya huko mambo yao ya resistant na support. Yaani anajua mwenyewe. Lakini tuna makubaliano. Je, investor naye anaingia kwenye line ya mushkil? Ngoja kwanza simu yangu inaita. Yaani mtu anatoka na hela zake, amemsikia Twaha anafanya forex. Umeelewa? Anakuja anampa hela zake Twaha, fanya forex, utanipa faida. Umeelewa? Sasa wewe mushkili unaulizia mushkili upi? Investor ile investor anafanya makosa. Kwenye jambo gani sasa? Kwenye uharamu au kwenye uharamu? Anaingia kwa sababu anaenda kuinvest kwenye haramu. Anajua hizo ambato anafanya biashara haramu. Hataki kufanya hivyo. Kwa investor ana invest kwenye haramu. Anapata lakini jambo lingine ni kwamba kwa namna hii biashara ilivyo ni very risky yani. Umeelewa? Yani ile mukhatara naita ni mkubwa. Yani hapo kuna gharar ambayo ni ile gharar fahisha inaitwa. Umeelewa? Tena gharar fahisha kathiran jidda. Umeelewa? Yani ni kubwa mno. Sasa wewe unapoenda kuweka hela zako kwa Twaha, automatically wewe utakuwa na matatizo ya akili. Umeelewa? Ndio maana watu mbona wamepoteza billions of money. Sasa kwanza unajua ni kama upatu. Hakuna regulations za forex. Kuna regulations. Mimi hapa sijui. Hamna regulations za build change. Watu wanaofanya benki kama wanauza hela. Labda na ile benki kama nao wanafanya forex, lakini forex ya kufanya wanafanya mtaani. Hakuna miongozo yoyote benki kuu hawajatoa. Hata serikali na hapa big hapo kwa sababu ukiliwa kwenye forex. Wewe unaweza kushtaki wapi? Kwa sababu wewe unakaa pia ulikuwa tu umechezea hela basi. Hamna sehemu ndio maana mimi nataka kuuliza swali jingine pia. Tunasema kuna taasisi kubwa zinafanya trading internally. Kwa regulations za nani? Wao inawezekana kwa sababu ni taasisi za kifedha. Kwa inawezekana anayewaregulate amewapa hizo regulations kwa sababu wale taasisi za kifedha zinaangaliwa kwa vibaya hicho moja kubwa kinoma. Sasa kwa nini wasitupe na sisi?
hii tunayo trade sisi kwenye MT4 MT5. Serikali inalinda watu wake bwana. Unajua inawezekana washajua watu. Regulation hapa watu wengi watapotea. Okay. Na wakati mwingine hii kitu jinsi kilivyokaa, umeelewa mpaka ukachanganyikiwa ukaanza kufikiria. Ni kweli. Umeshaona kabisa kwamba watu elewa itakuwa yaani kwa ufupi ni kwamba kama kuna mtu bado anabisha kwa forex whether ni halali au ni haramu atakuwa na matatizo yake. Summarize sasa haramu wake. Yaani haramu kwa sababu huko ndani ina makorokoro mengi. Summarize sema derivatives kama mnatadi as a derivative ni haramu. Kama unapewa mkopo ni haramu. Kama unapewa ni mtaji vile ni haramu. Namna riski zilivyokaa huko ndani kuna riski kubwa ndio tunasema yani kama ni karali fahisha ni haramu. Ndani huko ndani pia nyinyi mnafanya gambling. Umeelewa ni haramu na mnazungukana wewe na broker wote mnazungukana. Umeelewa? Ni haramu. Yaani broker Kiswahili sheria ya nini ya hiyo ya namna ya kuuza fedha. Umeelewa hiyo nini tunaitabai swarf. Haizingatiwi kwenye hiyo. Umeelewa haizingatiwi. Kwa hiyo automatically ni haramu. Katika ile standard kuna zile statement mbili za mwisho. Moja kwa moja ni za broker. Umeelewa? Zile moja kwa moja ni za forex. Kwa hiyo zinaonyesha kabisa kwamba namna gani sijazikariri lakini zipo. Nitawatajia siku nyingine. Umeelewa? Lakini zile moja kwa moja ni haramu. Kuna washauri nini vijana ambao vijana watafuta shughuli za kufanya. Umeelewa? Watafuta shughuli za kufanya. Ndio maana nakwambia watu wanapata hela kwenye unga, kwenye logistics, wewe unatoka pia wana akili za kufanya, wewe unaenda watafuta ili kwenye forex. Kama tatizo. Vijana warudi shamba wakalime. Unaelewa? Vijana warudi shamba wakalime. Vijana wajaribu hata bodaboda za mkopo. Mwanetu. Bodaboda za mkataba. Umeelewa? Vijana wajaribu bodaboda za mkataba, vijana wajaribu kufanya shughuli ambazo ni halisi. Na mimi nafikiri watu wanatakiwa wazingatie kitu kimoja. Unapoona watu wamekuja na fursa fulani, wakamwambia wewe bwana kuna fursa fulani, inawezekana nyinyi kuna mtu mlimuona, kuna mtu aliwaambia au kuna mtu mlimsikia. Kama wazee wa good morning. Kuna layers inabidi uzipange kwa sababu ile ni pesa. Wewe unapenda kuwekeza, kuna layers inabidi uzipange. Layer ya kwanza inabidi wewe mwenyewe utafute elimu. Umeelewa? Ujiridhishe kwamba je hiki kitu na nikipoje. Na sisi sasa hivi tumezaliwa kwenye zama ambazo kuna vitu vingi sana za kusoma. Unaingia mtandaoni, unaingia YouTube, unaingia wapi na wapi. Hiyo ni layer ya kwanza. Layer ya pili, uende ukamtafute mtaalamu wa masuala ya kifedha. Yaani sio uende kwa mfano umesikia watu wanapata kwenye forex, uenda kumuuliza forex trader. Unaona hii issue ya forex ni kweli au ni jau? Forex trader anakuambiaje? Kweli. Umeelewa? Anakuambia ni kweli hii yenyewe hii mimi nina course nafundisha. Lakini wewe mtafute mtaalamu ambaye unamjua huyu ni mtaalamu wa masuala ya kifedha. Mtaalamu wa masuala nini? Ya kifedha. Unajua kwamba huyu jamaa huyu ana PhD ya finance and economics, umeelewa, au amesoma hizi issue, anafanya kazi benki. Sawa, mfano anafanya kazi kwenye taasisi fulani ya kifedha. Umeelewa? Mtu ambaye ana elimu ya fedha, nenda kamuulize. Hiyo layer ngapi? Layer ya pili. Ukishaelewa wewe mwenyewe, ukishaelewa kwa mtu wa fedha, mtafute sasa shekhe. Mwambie, shekhe kuna kitu fulani. Kuna situation hii na hii na hii na hiyo. Unajua kwa sababu gani watu wengi wanapata shida kupata fatwa ya moja kwa moja kwamba forex ni haramu au ni halali? Kwa sababu mashekhe wanashindwa kuelewa. Umeelewa? Mtu kitu kipi na wanashindwa kukielewa, watu waelezei mashekhe vizuri clearly. Kwa sababu shekhe ile akupe fatwa akwambie lazima aone ule uharamu. Sisi tunajua kwamba sheria ya miamala ni kwamba miamala yote ni halali isipokuwa ile ambayo ndani yake nini ina uharamu. Kwa hiyo ili shekhe akwambie huu muamala hii forex ni haramu, lazima umuelezee kwamba shekhe bana kuna mikopo tunapewaga. Mikopo inakuwa association hii na hii na hii na hii, yeye atakwambia hapa kuna uharamu. Shekhe bana kuna issue za derivatives ambazo zipo mule ndani, atakwambia hapo ni haramu. Umuelezee, okay mna trade vipi? Umeelewa? Umuelezee namna ambavyo mna trade. Mwenyewe uelewe unamuelezea vipi shekhe? Sasa ndio maana nakwambia lazima upite kwenye hizi layer mbili kwamba uelewe vile vitabu 7 uvisome. Umeelewa? Ukishavisoma vile vitabu 7, alafu mtafute mtu ambaye hafanyi zile shughuli, yeye uenda ameshasikia. Umeelewa? Ndio unaona watu wanapigwa kwenye LBL sijui, watu wanapigwa kwenye Karinda kwa sababu kuna watu wana hela zao wanasema wasikie jambo la haraka linalipa. Wameshaingia. Umeelewa? Kisa pale mimi, alafu kuna watu wanatoa ushuhuda. Mimi niliweka hela zangu pale nikapata. Mimi bwana kumbe yale ya nini? Ya network marketing. Umeelewa? Mtu anakuja anakuambia saa 7 mchana good morning. Umeelewa? Mtu anakwambiaje wewe unakwenda wewe mmoja una hadi watu wawili chini. Umeelewa? Watu wawili chini. Hela na wewe unatengeneza. Umeelewa? Moja na mbili. Idea ni nzuri network marketing kwamba unauza biashara kwa kupitia network za watu. Kama tu anataka kuuza keki. Kaenda kauza keki ofisini kwao. Ataruhusiana sisi keki. Na mimi namjua mtu mwingine. Lakini kwa mnagawana ile faida. Lakini watu sasa wanatia utapeli. Umeelewa? Ndio hiyo. Kwa hiyo
watu wengi wanapigwa hapa mjini kwa sababu ya kutaka fursa za haraka haraka. Mtu anataka hela apate hela fast atajirike. Unaona watu wanaibiwa. Hakuna mambo hayo. Wanashukuru sana brother Ndele. Kwanza kabla ya kufunga tumpe hongera kijana Twaha kwa kurudi kwenye business family. Hongera yake. Family business tunasema. Tulitegemea tuwe na keki wale tunyima. Kuna mtu kamuuliza Twaha, hii business family au family business? Familia ya biashara. Nikamwambia yote unayotaka wewe ni sawa tu. Hongera sana kijana, unatuinspire na sisi tutatafuta familia za biashara. Halo. Kama ulivyosema ili tuweze kununua. Jamani, shukrani kwa episode yetu ya leo, episode yetu ya 5. Okay, nakuja. Forex inshallah tuonane tena katika episode ijayo. Sema watu muache, sikilizeni, haramu kuwekeza kwenye forex ni haramu jamani. Achaneni na mambo ya haramu ya Forex.